Anasema Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib kwamba mtajeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa wingi zaidi mnapoingia masokoni. Wewe ukiingia sokoni, tazama Sayyiduna Ali ibn Abi Talib karramallahu wajha, anasema utakapoenda pale sokoni, wewe umeingia sokoni, unaenda sokoni, ukiwa kule sokoni kule mtaje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa maana ni sehemu ambayo watu wengi wanaghafilika kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtu upambana na shida zake, watu upambana kugombania wateja, sio mtu upambana kutafuta hichi kule avuto huku na huku, pale watu hawana muda wa kumtaja nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi anasema Ali ibn Abi Talib, sehemu yenye thawabu kubwa zaidi wewe pale unapotoka, unapoenda sokoni, umtaje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukiwa sokoni, pale kuna thawabu kubwa sana. Ndio maana utakuta mtu ana duka lake, yuko dukani kwake, lakini ana nini? Anasoma Qur'an. Sasa anafanya mambo ya kipuzi, pana thawabu kubwa pale alipo katika biashara yake, pale kwenye ile biashara yake ambayo ilipaswa ile biashara yake imfanye kuwa ni ghafil an dhikrillah, imfanye aghafilike na kumtaja Mwenyezi Mungu, lakini yuko pale katika ile biashara dhakirullah tabaraka wa taala, lakini anamtaja nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yadhkuru rabbahu, anamtaja Mola wake. Na kwa nini yuko katika biashara? Kwa nini tunaambiwa Sayyidina Ali ibn Abi Talib atuambia tutakapokuwa masokoni tumtaje Mwenyezi Mungu kwa wingi? Kwa nini? Kwa sababu sehemu ile mara nyingi watu ughafilika, hataji Mwenyezi Mungu baina ya wingi watu wale, baina ya sehemu ile watu wanaghafilika. Msione watu wanaenda kuhubiri masokoni. Kwa nini watu wanaenda kuhubiri masokoni? Wanaenda kuhubiri masokoni kwa sababu waliokuwa sokoni wakati ule wanaghafilika na kumtaja nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ujishughulisha sana, na wakitoka hapo pengine hawaendi katika nyumba za ibada. Sasa tuwakumbushe pale pale walipo katika shughuli zao wamtaje nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bal akasema wa inda ishtighali nas. Sasa sio sokoni tu, hata sehemu yoyote ambayo watu hujishughulisha mno, watu wanajishughulisha mno. Mathalan, watu wako uwanjani wanaangalia mpira, wako kwenye mpira, watu wako busy wakati ule, vile vichwa havimjui Mwenyezi Mungu wakati huo, hakuna iltifat katika kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe umekaa pale waangalia mpira, lakini tusabbih rabbak, unamsabbih Mola wako, tadhkuru rabbak, unamtaja Mola wako. Uko pale angalia mpira, lakini subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallah. Wewe una tofauti baina yako wewe na yule asamtaja Mwenyezi Mungu. Yule aliyokuwa pale hapo mwangalia mpira, asilimia 99 wote akili zao ni mpira tu pale, asilimia 99. Basi at least umepatikana wewe mja wa Mwenyezi Mungu katika hao watu 30 mliokaa mtazama mpira, katika hao watu 60 mliotazama mwatazama mpira nyinyi, katika hao watu 60 umepatikana wewe katika bahala watu hapo watu hujishughulisha na mpira. Wewe unajishughulisha na mpira, lakini wafanyaje? Wamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watu wako busy, watu wanajenga, watu wanapandisha mjengo, wajenga gorofa, wakoroga zege, kila mtu yuko busy anapambana hapo. Wewe wakoroga zege lako lile wakoroga, lakini subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illa Allah. Wale wengine pale mliokuwa mnafanya kazi katika jengo lile, mko watu 30, 29 wamtaji Mwenyezi Mungu, lakini wewe katika wale 30 wewe peke yake wamtaja Mwenyezi Mungu anda madha anda al-ishtighal. Wote pale mko busy, lakini wamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ubizi wao. Kwa nini al-Imam Ali alayhi afdalus salatu wassalam anasema mumtaje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa wingi idha dakhaltumul aswaq pale bal akasema wa inda ishtighali nas. Sasa sio sokoni tu, hata sehemu yoyote ambayo watu hujishughulisha mno, watu wanajishughulisha mno. Mathalan, watu wako uwanjani wanaangalia mpira, wako kwenye mpira, watu wako busy wakati ule, vile vichwa havimjui Mwenyezi Mungu wakati huo, hakuna iltifat katika kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe umekaa pale waangalia mpira, lakini tusabbih rabbak,